John Lazo Kenga. Watoto watunza watoto kulingana na vile ambavyo wanaishi. Jukumu langu ni kuangalia watoto wanatunzwa vizuri, wanapata masomo vizuri, wanapata ulindaji kutoka watoto mpaka pale watakuwa. Kwa hivyo ni kuwashughulikia watoto kulingana na umri na vile inastahili. Nasimamia Mupirani Primary, Umwani Primary na Tabasani. Changamoto ambazo zinaathiri watoto katika eneo langu ni utunzaji wa vile ambavyo wanatoka nyumbani mpaka wanaingia shule. Matatizo madogo ya wazazi wengine wanaweza kuwa watoto hakushughuliki vizuri. Unaona ametoka nyumbani bila hivyo wanaanza kufunga wazazi bila ambavyo wanaweza wakaya. Na hata walimu wenyewe wanafurahi hii program kwamba imeingia mashule na inawasaidia sana. Manufaa ambayo unaweza kuwaelezea ni kwamba watoto wanapotoka nyumbani wahakikishe wazazi mtoto yuko sawasawa. Kusema sawasawa ni kwamba ahakikishe mtoto ni msafi, mtoto ametunzwa vizuri na mazingira, na wazazi wenyewe, yule mzazi mwenye mtoto awe anahakikisha anaenda kupata ripoti kutoka shule kwa maendeleo ya mtoto wake. Hiyo ndio ambayo naweza kuwashauri wao wasindikizaji au wanao watoto wenye programu hii au watoto wote, ni wazazi wahakikishe wanakuwa wanaambatana na walimu ili mtoto apate mahitaji yale ambayo anaweza akapata kulingana na vile ambavyo na. Ningewashauri kwanza kuwe kuna uhusiano mzuri kwa wazazi na walimu na watoto, ili watoto wapate manufaa ya maisha yao ya mbeleni, wasiachwe nyuma. Mzazi awe anajukumika na majukumu yake ya kuhakikisha kwamba mtoto wake anapata elimu bora, si bora elimu, awe anapata elimu bora, na vile vile iwe yule mzazi ana ushirikiano mwema na walimu, na watoto wana ushirikiano wema na walimu, ili kwa maisha yao ya baadaye, au sisi wazazi tuhakikishe kwamba haya yote yanafanywa kwa faida ya mtoto. Kwa hivyo ni mtoto ni mzazi awe anashirikiana na walimu na watoto, ili tuone tunafaidisha mtoto. Maana sote tuko hapo kwa kumsaidia mtoto. Kwa programu hii ya watoto watunzwe imewasaidia watoto, hata walimu kama nilivyotangulia kwamba walimu wenyewe wamesema hii programu ni nzuri na iendelee, ili wameona faida yao. Mtoto mwenyewe ndiye ambaye anafaidika pamoja na mzazi. Jukumu langu kwa hii programu ni kuhakikisha walimu hizi programu ambao inapitia wale ACTs, inahakikisha hii programu wanaiendeleza vizuri. Pia mimi pia ninahakikisha pia wazazi wameweza kutunza watoto vizuri vile inavyotakikana, na watoto wanaweza kujielewa haki zao. Mimi ninasimamia Kombogoma, Bomani na Kaimbeni. Changamoto kubwa sasa, watoto wanakosa school fees. Utakuta watoto mara nyingi wanarejeshwa nyumbani, ambayo hiyo ni haki ya mtoto, mzazi atimize wajibu wake. Kuna watoto wengine utaweza kuta uniform, mtoto anaenda na uniform zimebandikwa viraka, na pia utakuta pia yale malezi bora ambayo yanaweza kuwa mtoto awe na afya. Wengine hawapati hiyo malezi bora. Tunazidi kuweka mikutano, tunatembea kueleza, lakini still tunaona itamake hii program ikiendelea kutakuwa kuna mabadiliko. Hizo changamoto hizo ndio watoto wanazozipitia. Na changamoto nyingine, kuna watoto ambaye wameachwa na wazazi, wameachia nyanya zao ndio wanalea watoto, wameenda kama nje kutafuta.
Hiyo pia ni changamoto. Utakuta malezi ambayo mtoto anaweza pewa na mama mzazi si yale ambayo anaweza pewa na nyanya. Pia hiyo ni changamoto moja pia inaathiri katika ile eneo langu. Kulingana na hizi shule na ile mikutano ambayo inawekwa inaendelea, ile ambayo haijashughulikiwa tuseme ni bado hii ya school fees, bado wanasema kuwa hali ya uchumi bado iko chini, lakini mambo ya nguo, chakula, kulingana na hii program vile elimu wanaendelea na kuipata, na mtazamo wangu naona kuna mabadiliko, isipokuwa hii ya school fees bado ndio imekuwa ni naona ndio ya school fees wanafukuza saa yote wakienda na kurudi. Tangu hii program ianze nimeweza kuona kuna difference kulingana pale nyuma ambapo hii program ilikuwa haijaingia. Ninaona watoto wamebadilika kinidhamu mwanzo. Watoto wamepata kujielewa through self awareness. Watoto wamepata kujua haki zao, hata akifukuzwa atamwambia mama, ujue wewe hii ni haki yako, wewe nisome, nivae vizuri, nipate malezi bora, na ni kama ni mgonjwa nipeleke hospitali. Mimi naona imesaidia, imeweza kubadilisha watoto kinidhamu. Mimba za mapema pia za utotoni naona zinaendelea na kubadilika. Mtoto kama amedhulumiwa, kama kubakwa, amekuwa na ule uwazi. Kila mtoto alikuwa anasema ni aibu. Sasa hivi mtoto amekuwa na ile ya kujieleza bila uoga ili aweze kupata usaidizi. Mimi ushauri wangu ningeshauri hii program iendelee, na ushauri mwingine katika hii program kuna hawa walimu ambao KCTs ambao wanaendelea na kufundishia watoto wetu. Kule shuleni wako na kazi nyingi za shule ambao huwa wanajituma kusaidia hawa watoto. Sasa utakuta unaweza kwenda wengine wasio walimu wanakuambia mbona hata mtupi kitu kidogo cha kutia motisha. Mimi ushauri wangu ningekuwa nasema hawa walimu mwape kitu kidogo ili kuwatia motisha ili waweze kuendeleza hii program wakiwa wanafurahikia. Maana kwa wanafurahikia pia wataweza kueneza hiyo injili, wataweza kuieneza vizuri. Maana hata mtu anaweza kwenda chukua ripoti ambia tuko na kazi nyingi tu, lakini ile kitu kidogo tu kile cha kuwafurahisha. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth Tenga. Mimi ni mkazi wa Kaimbeni. Programu ya watoto walindwe watunzwe ni kama ambayo ni programu ilikuja ikaangazia mambo mengi sana. Kwa maana nasema watoto walindwe, watunzwe na wajilinde kisha wajitunze. Wamejielewa kwamba kuna vitu ambavyo mara nyingi vinafanyika. Naona huko kwetu mashambani, mtoto atatoka lunch, ataingia kichakani. Halafu muda si muda mtoto anamwona ni mjamzito. Lakini wamegundua kwamba ni lazima nifuate masomo. Hasa ile somo la self awareness limefanya watoto wamejielewa sana. Ukiangalia hata wazazi nao wamejielewa, kwa sababu zamani watoto wa shule wale wadogo kabisa wasije wanaenda wenyewe, lakini sasa mpaka mzazi ampeleke kisha amrudie. Sasa hiyo ni kama ambayo imekuwa na ufahamu mkubwa sana. Asante. Na awareness nyingine ambayo imekuwa ni nzuri zaidi, watoto kusema kweli ni safi. Watoto wadogo watunzwe imefanya watoto wamekuwa ni wasafi. Amini usiamini, ilikuwa nataka katoto kadogo ama hata msichana anaenda, lakini utakuta yani kama shati limepasuka nyuma, blouse imepasuka nyuma. Sasa unakuta kiskati nake, lakini sasa si rahisi. Sasa anajua kwamba mimi lazima nijukumike mtoto wangu mwanzo aende usafi shule. Mlango ni kuona wale walimu ambao ni husika na watoto walindwe watunzwe wanaenda vizuri kulingana ama mara mbili kwa mwezi. Sasa utakuta hata wale walimu nao, jukumu langu kwanza ni kuona mwalimu amebadilika kwa usemi. Ndio walimu ni wakali, lakini tokea programu ije walimu kidogo wamecool down. Jukumu langu kabisa ni kuona kila mwalimu anaenda kulingana na vinavyotakikana. Na mara nyingi walikuwa watoto wanachapa sana, lakini sasa jukumu langu ni kiela kuona mwalimu anachapa mtoto nina kina sitasema pale, lakini baadaye tuambia mwalimu tumia fimbo kulingana na pale ambapo wanastahili. Shule zangu ni Mjanaheri, Kagombani na Mashirini. Eneo langu changamoto nyingi ni mimba za mapema, na wajua wavulana wakiwa wakubwa
mara nyingi wanapenda kupotea gizani. Anatoka shule, anaingia msituni, saa 8 hatarudi. Lakini jukumu langu kuona kwamba wale walimu kama tumeketi ni round table, tumeulizana matatizo ya watoto na tunajaribu kusaidiana kwa pamoja. Mara nyingine tunaenda kwa mikutano ya wazazi, pia mimi nami napata nafasi nazungumzia. Jukumu langu ni kuona tu ni kuona vitu vinageuka katika ile program ili tuende vyema. Ushauri wangu mimi ni kwamba wazazi kila mtu acheze jukumu lake. Na watoto mara nyingine kama mwenzangu alivyosema, sikizi mtoto ukimtuma atamwambia hiyo ni child abuse. Unaona na ukimwambia child abuse nini? Mwanzo ukinituma usinitukane na ukinituma usinikaripie. Unaona mtoto anaelewa. Kwa hivyo jukumu langu kwanza kwa wazazi ni kusema, kuna wazazi ambao mara nyingi wanaenda Warabuni, wanaachia wanyanya watoto, na ni kama ambao wazazi wengine wamesahau wale watoto. Sasa nikaona kile kinyanya kile ambacho kimeachiwa mtoto kinafanya jukumu. Na hata kama pengine mama ataenda kutafuta riziki mbele, kwa maana kama Kenya kuna kazi, lakini mpaka yule mama alienda kutafuta riziki mbele, hakikisha hawa watoto wanaenda kanisani, wazazi nao wanakuja kanisani. Kile kinyanya kilichoachiwa mtoto kisiwe kama kimeachiwa mzigo. Kwa hivyo ni wazazi wajukumikie watoto wao.